Haya ndugu zangu. So kuhusu hii content ya Jumanara, hizi voice note, I think nimeona kuna watu wameona kwamba nina roho mbaya, kwamba labda nimemharibia, yani sehemu kubwa ya maisha yake, sehemu kubwa kipato chake nimemharibia kwa zile content. Unajua mimi mara nyingi sifanyagi kitu without a reason. The situation na mimi na Manara ni kwamba tu yeye hakufanikiwa kuniharibia mimi kipato changu, kunifungia mimi afya yangu, hakufanikiwa. Yani ni kwamba yeye ndo alijaribu kuniharibia kipato changu, kuniharibia maisha yangu, kuhakikisha siwezi kulea watoto wangu kabla yangu mimi. Je, namaanisha nini? Mwaka jana Haji aliwahi kunifuata DM. Akanipa vitisho vya kutosha. Akaniambia, sio nakuja Marekani, tunakuja Marekani. Tutakunyosha, utapoteza kila kitu. Unaona? Mimi sikuchukulia serious, nikaona huyu ni atanifanya nini? Unaona? Nikaambia karibu. After some time mtu akanifuata, mtu wao huko akanifuata, akaniambia, "Hivi Mange, hivi unajua kwamba Haji anamjaza Diamond kishenzi aje kufungulia kesi Marekani, akusu achukue kila kitu na hapo ifungwe, kwa sababu yeye kashindwa, kwa sababu yeye hana hela ya kuja Marekani na kukusu wewe, yeye hana hela kuendesha kesi Marekani. Kwa hiyo anamjaza Diamond afanye." Mimi sikuchukulia serious kasema, kwa sababu pia hakuwa na evidence. Kwa hiyo mimi nikapoteza, nikajua tu maneno, hakuna kitu. Hakuna kitu. Kumbe shughuli serious. Mwaka jana mwezi wa 8 sijui mwezi wa 7 ile. Diamond alihaya mwanasheria mkubwa, kampuni kubwa. Sio kampuni ya kijinga. Yani kiasi kwamba mwenyewe nimepokea zile document. Kwanza nimesoma ile law firm, nimeigoogle, nikamsoma yule mwanasheria ale sign alichukua ile kesi. Akili kanikaa sawa mwenyewe. Ni vile tu na mimi sasa hivi niko kwenye position ya kuwa na hela ya kupambana na kesi. Unaona? Diamond alienda kwa bonge la law firm hapa Marekani, bonge la attorney. So ikanibidi mimi nikasema, huyu kaenda kwa huyu attorney mkubwa hivi, inabidi mimi niende kwa law firm kubwa zaidi ya hii, nitafute lawyer mkubwa zaidi, kwa sababu Marekani bwana, kesi Marekani unaweza ukawa na kesi nzuri ya kushinda, ila kama una lawyer mbovu unashindwa mimi. Au unaweza ukawa una kesi very weak, kwamba wewe unaenda kushindwa ile kesi, yani kesi uchomoki, lakini ukiweka lawyer maana kesi inapanguliwa dakika 2. Kwa hiyo nikajiambia hapa niache upare, na mimi niende kwa mwanasheria mkubwa zaidi yake yeye, ili tukapambane vizuri. Kuingia tu pale, wewe Haji Manara mimi kanikosti wewe, kuingia tu pale kumuona yule mwanasheria, kuingia ile tu consultation, kwenda naye na yale madocument. Diamond nilitumia madocument kwa hivi. Kesi kila post nilowahi kumwandika Diamond ilikuwa filed pale. Kila post. Alafu sasa sio Diamond peke yake. Yani kama Jumanara ananiambia tunakuja, Diamond alikusanya watu. Add kwenye ile kesi Professor J, dada yake yule Esma, yeye mwenyewe Diamond, na kukua kuna kijana mwingine hivi sijui nani, sasa simkumbuki. Walikuwa watu kama 4 wako represented na hiyo law firm, ili kesi iwe kubwa. Yani kama ananiambia tunakuja, tutachukua kila kitu, ndio Diamond alichofanya, kesi iwe kubwa. Kwa hiyo mimi nimeenda ile kuingia consultation na file liko hivi, mavitu yote nilikuwa kuandika, maombea yote nilikuwa kuandika kuhusu hao watu 4 yote. Alafu
yani ya file iko hivi. Kwa hiyo ile kuingia tu pale mlangoni kwenye ile law firm $5,000 ndugu yangu consultation. Bado hajachukua kesi $5,000 kuingia tu pale, yani kuonesha tu na issue tunafanyaje. Nimeingia pale, lawyer akapitia yale madocument pale dakika 2. Kwanza document zenyewe Diamond sio ilifanya ubahili. Hiyo law firm yenyewe document zote wamezitranslate kwa Google Translate. Yani hawakupeleka kwa zile kampuni special za kufanya translation za lugha, legal yani kufanya translation ya lugha vizuri. Wamefanya translation ya kila kitu Google Translate. Kwa hiyo kwanza Kiingereza kibaya, broken, vitu vingine havieleweki. Kwa hiyo yani walileta 2 sets. Posti zote ambazo nimeandika kwa Kiswahili na zile ambazo wamezitranslate kwa Google Translate. Kwa hiyo nimeenda pale kwa lawyer kwanza anaangalia zile kazipitia tu zile za Google Translate dakika 2. Kazipitia zile kwanza. Akasema kazipitia, akaangalia hii ndio kesi wanakuletea. Anaambia hawa hawana kesi. Hakuna kesi. Hii kesi tunaipangua dakika 2. Tunaidismiss dakika 2. Na hata mahakama ikataa kudismiss tunamshinda huyu dakika 2. Lakini kesi itakukosti sana. Awali fee ya lawyer $1,000 na ushuzi. Hiyo kampuni awali fee. Lakini kesi tutashinda. Sasa wewe uache ubahili, kwa sababu kesi tutashinda. Huyu Diamond atarudisha hela yote ambayo utatumia sisi kutulipa. Mahakama itamwamuru alipe hiyo pesa yote utakao spend wewe. Kwa hiyo wewe spend hela itarudi. Diamond atalipa. Sisi cha kwanza tufika pale mahakamani, kwanza tunamuomba jaji kwamba huyu sio Marekani. Kwa hiyo sisi tukishinda kesi hapa hatuna jinsi ya kupata hela. Tunaomba kwanza awekeze hapa Marekani $100,000 ili sisi tukishinda tupate hela yetu. Maana yeye akishinda huyu Mange kila kitu kiko Marekani, ana jinsi ya kukipata. Sisi tunapataje vitu vyake huko Tanzania? Aweke kwanza hapa mahakamani kesi fulani ili hela kesi akishinda na sisi tuna jinsi ya kupata hela yetu. Sasa kwa hiyo lawyer akaniambia, kwa sababu Diamond alinipa siku 14. Kama sitaki aende mahakamani anipeleke mahakamani completely. Kama sitaki anipeleke mahakamani aliniambia nifanye vitu 3 4. Cha kwanza nifute kila kitu nichoe kumwandika kwenye social media yote, nifute kila kitu, na kwenye app yangu nifute. Baada ya kufuta niandike posti kwenye app, social media account zangu zote, na kwenye app yangu niandike kwamba habari zote nilizowahi kuandika juu ya Diamond na hawa watu wote hapa niliandika uongo, niliwasingizia, niliwachafua, naomba msamaha. Na sitoka niwaandike tena. Na sitorudia kosa. Ndio Diamond alichotaka nifanye. Kama sitaki anipeleke mahakamani na aje kunichukulia vihela vyangu, nifanye hiyo kazi. Kwa hiyo yule lawyer avangalia, akaniambia bwana, hii kesi unashinda. Tatizo ni kwamba itakukosa sasa hivi hela zako, huyu Diamond atakurudishia baadaye, maana tutampiga hii kesi. Tutashinda. Sisi tunakushauri tu, lakini mwisho wa siku kesi hii ni ya kwako. Yani lolote linaweza kutokea. Wewe amua. Unataka kumwomba huyu msamaha ili ya mambo yaishe, au unataka kwenda kupambana naye mahakamani. Hiyo sikufikiria dakika 2. Nimwambia yule lawyer mimi ni mpare. Sisi tumeombewa kesi. Acha. Yani sasa hivi hapo kazi hii hapo kazi yote mtawafanyia nyinyi kulipa ili tushinde kesi. Lakini msamaha siombe. Maana nikaambia nikishaomba huyu msamaha, nikishaomba msamaha, biashara yangu imekufa na muandika nani ndani. Na wakati nimeshasema habari nilizokuwa naandika kule ni za uongo, nilikuwa nasema vitu vya uongo. Si ndio? Yaani mpaka hapo siaji mara ameshafanikiwa. Hapo imeshakufa. Nikisema nije pale niseme jamani nilimsemea Diamond uongo, nilimsemea Esma uongo, issue ya Professor J naye si ndo anatafuta hela za nani za urithi wa kuachia familia yake, ndugu zangu. Ndio nataka je zipatie kwenye hapo sijui.
Unaona? Nikamwambia lawyer, mimi ni mpare. Aumbwi mtu msamaha. Nitatembea peku kwanza, nitauza. Yaani mpaka nikaingia mkataba. Nikaingia, yani sikuingia mkataba, yani kwamba tukakubaliana kwamba yani kama kesi ikienda huko nitawapa mapato yangu kiasi fulani every month, kwa sababu atuli kesi itaenda for how long, mapato ya hapo kwa safa kiasi fulani nitalipa law firm. Yani nilikuwa tayari niende to na Diamond mahakamani mpaka wote wawili tufilisike kulipa haya makampuni makubwa ya law. Wote tufilisike, tuwalipe mpaka account ziwe nyeupe. Lakini siombi msamaha. Yani nilikuwa nasema Haji Manara na Diamond wanishinde mimi. Sasa nyie ambao leo mtu unaweza kuona mimi nina roho mbaya. Haji Manara alikuwa ananimaliza. Alikuwa anafunga hapo mwaka jana. Ni vile tu bahati Diamond kaja kanikuta kipindi na mimi nina hela ya kupambana. Kwa sababu ningeipata ile barua kwa law firm aloenda ni kubwa. Ningekuwa sina hela nisingeweza kupambana. Yaani kwanza pale wewe ningefanyaje? Maana ile letterhead tu la ile kampuni kwa pale unatetemeka. So guys, mnamuonea huyo huruma. Mjue kwamba leo hii kungekuwa hakuna app ya umbea kama Haji Manara angefanikiwa. Ningekuwa sipo. Kwa hiyo nilipomwambia la yangu niko tayari kupambana, siombe msamaha, ananiambia kama umeamua hivyo basi wewe tulia, kaa kimya, tusijibu hii mibarua yao. Kwanza tusiwajibu hii mibarua yao, tusiongee. Kwanza ametutumia document Kiingereza cha Google Translate. Hatuelewi chochote. Hatujaelewa chochote. Kwa hiyo cha kwanza kesi tutaomba mahakama hizi document wakazitranslate kwa kampuni zinazoeleka. Tusomi kitu hizi. Wanafanya Google Translate. Watoe maelfu ya madola. Zile document hizi document tu zimekuwa nyingi hizi. Diamond kuzitranslate hizi document moja hapa dola 50,000 mpaka dola laki. Kuzitranslate tu into proper English. Ndio maana wameenda Google Translate. Kwa hiyo cha kwanza tutaomba wazitranslate. Kwa hiyo kaniambia wewe kama umeamua unaitaka hii kesi, kaa kimya, tulia. Sababu wamekupa wiki mbili. Wewe tukae kimya hizo wiki mbili, tusubiri watuletee lawsuit ya mahakamani, tujue tunaweza kupambana. Ile sisi sababu umeshatoa hichi kidola 5,000 chako cha kwanza hapa, sisi tuko standby. Na wakileta kweli tutakwambia uongeze la kiasi fulani. Kwa hiyo wewe sasa hivi subiri. Na yani mchezo wa kwanza akaniambia kwanza hapa Marekani kuna sheria ya nimesahau jina ambayo yani ukimsuu mtu yani kwa defamation, kuna hiyo law ambayo huyo mtu unayemsuu anaweza yeye akakucounter sue kwa kuingilia uhuru wake wa kuongelea. Akaniambia kwa hiyo yani sisi kwanza tutaiomba mahakama tuanze kusikiza kesi yetu ya kuingilia uhuru wako. Ili mahakama kwanza iamue. Je, uhuru wako wa kuongea hapa umeingiliwa au hujaingiliwa? Tukimshinda hiyo kesi yetu, hii kesi yake iko nje tayari. Au yani tukimshinda hiyo kesi tayari wewe anakulipa fidia. Anakulipa fidia ya kuingilia uhuru wako, afu kesi yake ndio itasikilizwa. Kwa hiyo mnaweza mkajikuta wewe umeshinda kesi, yeye kaamua kulipa mahela, na hata kama wewe ukija kushindwa ile kesi ya defamation, kwa sababu na yeye ameshashindwa ile kesi ya kwanza, zika offset, hakuna mtu anamlipa mwenzie kitu. Au kutokana na labda huku judgment kubwa huku judgment ndogo, mkajikuta kuna mmoja anamlipa mwenzie hela ndogo. Lakini hii kesi ushindwe, Manara mtamuonea nyinyi huruma, ile mimi I don't care. Manara alikuwa tayari kunimaliza. Mimi. Na ninajua kwa nini nilichomfanyia jana. Najua sasa hivi ataanza kumpa Diamond, sijui nani, twendeni mpelekeni kamalizeni. Hivi nadhani yule anakubali kushindwa. Hivi nadhani yule ndo ataniacha. Kwa nini nilichomfanyia jana?
atatafuta jinsi, yani atatafuta mtu yote mwenye hela, yani yakuja kufunga hii hapa. Na watu niweza, sababu na mimi mwenyewe sasa hivi tajiri kudadeki, na uwezo wa kuhaya maloya wa over $1,000 hourly charge. Oh, there's nothing he can do to me. Nimemaliza.